Haya, asante sana watu wa Emurua Digiri, mjambo. Narok hamjambo. Tosha. Bwana Yesu asifiwe. Chamge Omune Olenje ute sikatke chamge. Hey, yale mmekuja kuamua namna hii. Basi watu wa Narok, watu wa Emurua Digiri, mimi nataka niseme asante sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani siku ya leo. Ya pili, mimi nimefika hapa Narok leo kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Tulikubaliana na nyinyi watu wa Narok ya kwamba lazima tupange mambo ya maendeleo tukimaliza mambo ya uchaguzi. Na ndio sababu hiyo nimekuja hapa mambo manne ya muhimu. Mnanielewa? Jambo la kwanza, nimekuja hapa kwa sababu ya mambo ya stima. Mumeona hapa nje tumeanzisha stima leo ya kupeleka stima kwa manyumba ya wananchi mashinani. Wananchi wengine familia 15,000 zitaunganishwa stima, na tumeweka pesa ya serikali bilioni 2.5 kuhakikisha kwamba stima inafika kwa manyumba ya wananchi, kwa sababu stima sio starehe ya matajiri, ni haki ya kila mwananchi wa taifa letu la Kenya. Emurua Digiri, tunaelewana? Na tumekubaliana hiyo stima lazima ifike kila kijiji, lazima ifike kila sehemu. Tumekubaliana na viongozi wa hapa ya kwamba wakati tunasambaza hiyo stima, wabunge na ma-MCA watatusaidia tujue kona gani haina stima, kijiji gani haijafikishwa stima, ndio tupeleke stima, tuweke mwangaza, tuondoe giza, ndio Narok isonge mbele. Tumekubaliana jameni? Leo vile vile nimefika hapa kwa mambo ya barabara. Munajua barabara inatusaidia kusafirisha chakula ya kutoka shambani. Pia inatusaidia kusafirisha wasafiri barabarani. Pia inatusaidia kuendesha biashara na kuzalisha uchumi. Ni kweli ama si kweli? Sababu hiyo ile barabara tulitengeneza ya zamani ya Kabo Lecho mpaka ifike hapa Emurua Digiri, si namna hiyo? Lakini naona imeanza kupata homa. Iko na homa hapo barabarani kidogo namna hii. Na niko hapa leo na PS wa mambo ya barabara. Sasa wewe bwana Mbogwa, hii barabara nimetembea hapo, nimeanza kuona imeanza kupata potholes. Mimi nataka hiyo barabara irekebishwe na iweke la mingine juu yake, ndio hii mahali ikae sawa sawa. Lakini ya muhimu, mimi pia nimekuja kuunganisha, kwa sababu kuna barabara tulijenga kutoka huko Bomet ikakuja ikakwama Gorgor. Kuna barabara ingine tulijenga kutoka kule Kilgoris ikakuja kukwama Shartuka. Si namna hiyo? Na iko pengo hapo kati ya Oljobose mpaka kule chini. Sasa leo nimekuja na contractor atusaidie kukamilisha. Sasa barabara tutajenga ile inatoka Oljobose kwenda Abosi, kwenda Shartuka mpaka ifike Gorgor. Hiyo barabara inaunganisha kaunti ya Narok na kaunti ya Bomet. Hiyo barabara inaunganisha constituencies 3. Hapa Emurua Digiri, kule Kilgoris na vile vile Sotik. Kwa sababu tunataka hiyo barabara itusaidie wananchi wa hapa waweze kufanya biashara, wananchi wa hapa waweze kusafiri kwa urahisi, na pia tusalishe uchumi, ndio Kenya iendelee mbele. Watu hapa tumekubaliana? Leo vile vile naenda kuanzisha barabara ya Sogo kule chini, kuteremuka Melelo huko mpaka Lolunga, iende Tendwet mpaka Saptet kule ngambo. Vile vile mimi naenda kuanzisha barabara ingine hapo Ngoswani. Si namna hiyo? Hiyo barabara pia inaenda mpaka Morijo. Hiyo barabara tunaenda kuanzisha. Alafu kuna ingine ya Nengeti ya kule Narok North na barabara zingine. Pale nyuma tulisimamisha kidogo mambo ya barabara kwa sababu uchumi ilikuwa kona kona. Lakini sasa tumesimamisha uchumi sawa sawa, uchumi imedhibiti,
na sasa tuko na pesa ya kukamilisha barabara za Kenya, kwa sababu ni ahadi yetu kwenu na ni ya muhimu kwa kuendesha uchumi wa taifa letu la Kenya. Kwa hivyo watu wa Narok, mimi nataka niwahakikishie, katika mipango yetu yote tumehakikisha Narok County iko katikati ya hiyo mipango. Tumekubaliana jameni? Tulikubaliana pia na nyinyi ya kwamba tunataka tusomeshe watoto wetu wote, na tunataka tuhakikishe ya kwamba kuna walimu wa kutosha. Hapo nyuma tulikuwa na walimu wachache, tulikuwa na pengo kubwa, na ndio sababu niliweka pesa ya serikali. Tumeajiri walimu 76,000. Mwaka huu tunaajiri tena walimu wengine 24,000, tujaze walimu 100,000. Tuhakikishe ya kwamba watoto wetu wakienda shuleni wanapata walimu wa kuwafundisha, kwa sababu elimu ndio inatuletea usawa kati ya mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini. Wanakuwa sawa wakipata elimu. Ni kweli ama si kweli? Hawa kasije koroni. Na ndio sababu hiyo vile vile nilisema ya kwamba tubadilishe funding model ya higher education, ile ambayo inatusaidia watoto wakuja TVET na wale wakwenda university. Pale nyuma watoto wote walikuwa wanahesabika ya kwamba wanajiweza, lakini kwa kweli kuna watoto wakwenda university na TVET ambao wazazi wao hawajiwezi. Na ndio sababu hiyo tumebadilisha model, tuhakikishe ya kwamba inapatikana pesa ya serikali ya wale watoto wa kutoka jamii maskini, tuwalipie 90% scholarship, waende university, waende TVET, ndio watoto wote wakuwe sawa mbele ya katiba yetu na tupeleke Kenya mbele. Watu wa hapa Emuru Wadigi, tunaelewana? Sikizeni, tulikubaliana vile vile na nyinyi, na niliwaambia ya kwamba tutabadilisha mfumo wa afya Kenya, kwa sababu mfumo wa afya tulikuwa nayo Kenya ya NHIF ilikuwa inashughulikia wale watu wenye wako na kazi na wale wako na uwezo, na tukasema afya sio starehe ya watu wanaoweza ambao wako na kazi ama wale wako na uwezo. Afya ni haki ya kila mwananchi wa Kenya, awe na uwezo asiwe na uwezo, awe maskini ama tajiri. Afya, katiba inatuamurisha ya kwamba health must be available to every citizen, na ndio sababu tumebadilisha ile mfumo ya NHIF. Sasa tumelete hii ya SHA ambayo haijalishi kama wewe ni unajiweza ama hujiwezi, kama uko na kazi ama huna kazi, utakuwa kwa bima ya afya ya serikali. Na tumesema katika hiyo bima, kazi yako wewe mwananchi ni kujiandikisha. Tutajua kama uko na uwezo, utalipa kulingana na uwezo wako. Kama huna uwezo, tutakulipia kama serikali. Ndio kila mwananchi aende hospitali, atibiwe, aende nyumbani bila ya kuuza ng'ombe yake ama shamba yake atikulipa gharama ya hospitali. Nyinyi watu wa Emuru Wadigi, mko tayari kwa hiyo mpango ama mko tayari? Narok, mko tayari ama mko tayari? Mumejisajili ama bado? Mumejisajili? Hebu nione wale watu ambao wamejiandikisha. Hapana. Ko registerman? Kabisa? Hapana. Ngugo ngala huko kana ndio. Mumejiandikisha? Pengine niliuliza swali, sikuuliza vizuri. Wacha niulize tena. Wale wamejiandikisha kwa SHA. Hebu nione kwa mkono. Ala. Ai, mko chonjo sana. Mko mbele sana. Pongezi. Sawa sawa. Wale ambao wajiandikisha, hebu nione kwa mkono. Nyinyi sasa mnangojea nani? Mnangojea Yesu arudi? Ananoge ningo. Sawa sawa. Sikia wewe. Nilikuwa nauliza mahali nyingine, mtu akasema ati sijajiandikisha kwa sababu sina pesa. Nani alikuambia ya kujiandikisha inahitaji pesa? Wewe unajiandikisha, sisi ndio tutajua. Tukiangalia mambo yako, tunajua wewe unaweza kulipa shilingi 20. Huyo mwingine anaweza kulipa shilingi 100. Ule mwingine anaweza kulipa shilingi 500. Huyu hawezi kulipa chochote, sisi tutamlipia. Si namna hiyo? Na mimi nimefurahi sana kwamba mmejiandikisha.
Nyinyi mko chonjo mbaya sana, nimefurahi. Yani nguo osomani barwet kotom geat komi basi aitori. Tumekubaliana? Kwa sababu tulikubaliana. Unajua kuna watu wengine wanaendesha porojo huko mitandaoni. Mtu ambaye hajawahi kwenda hospitali anaendesha tu porojo, haifanyi, hajaenda hospitali, hajajisajili, ni porojo tu na propaganda wanaendesha kwa mitandao. Lakini hawa watu tutawashangaza kwa sababu Kenya hii itapiga hatua ya kwenda mbele. Mimi nasema watu wa Emuru Wadigiri pongezi, watu wa Narok pongezi, tuendelee namna hiyo, na inamaanisha kwa kweli ile NHIF watu walikuwa wamejisajili milioni 8. Hii SHA sasa imefika watu milioni 22 kwa sababu Wakenya wameanza kujua na kutambua ya kwamba pale katika mambo ya afya tukiungana sisi wote tunaweza kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu anapata bima ya afya. Kwa hivyo mimi najua mko na hospitali hapa level 4 imekwama kidogo, si ndio? Na mimi hospitali tunelengole bas koko mwai wa viongozi juu. Na mimi nitashughulika na hiyo hospitali yenu, nihakikishe nimekubaliana na Ndutu vile tutaweka equipment. Nimekubaliana na mjumbe wenu Ngeno vile tutahakikisha kwamba dunia hiyo inasonga mbele. Kwa hivyo tuendelee namna hiyo. Mwisho kabisa mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa hapa Emuru Wadigiri na watu wa Narok ya kwamba sisi, hasa mimi kama kiongozi wa taifa hii, nimeamua ya kwamba hatutaki tena siasa ya ukabila na chuki na migawanyiko. Ndio sababu hiyo nikaunda serikali ya broad based, kuleta wale tuliopiga kura na wao na hata wale hatukupiga kura na wao tuungane, kwa sababu umoja ni nguvu. Tunataka tuunganishe watu wote wa Kenya, ndio tuhakikishe ya kwamba tunaangalia na kuzingatia mambo ya maendeleo ya taifa hii. Kwa pamoja tupange miradi ya maendeleo. Kwa pamoja tuhakikisha kwamba tunajenga barabara, tunaunganisha stima, tunajenga mashule, tunasomesha watoto wetu, tunapanga mambo ya afya na tunapanga mambo ya ajira ya vijana wetu wa Kenya, kwa sababu kwa kufanya hivyo tutabadilisha Kenya hii. Na mimi nawauliza wale wengine, bado mambo ya siasa haijafika wakati yake. Saa hizi ni wakati wa kufanyia kazi wananchi wa Kenya. Kuna siku tutakuja kuongea mambo ya viongozi. Hatuwezi kuongea mambo ya viongozi kuanza Januari mpaka Disemba. Uchaguzi moja hadi mwingine. Hapa katikati ni kufanya kazi ya wananchi. Na kama kuna watu hawaoni vile tunafanya, pia watuambie sera yao ni gani kwa barabara, kwa elimu, kwa kuunganisha stima, kwa matibabu. What is their alternative plan? Because we are implementing a plan that unites all the people of Kenya. Wao hawataki broad based, wanataka ya kugawanyisha Kenya. Wanataka wakawanye Kenya, ndio Kenya iende wapi? Munasema tuunganishe Kenya ama tutenganishe watu wa hapa Narok? Tuunganishe ama tutenganishe? Tuunganishe Kenya, ndio tujenge barabara pamoja, na tuunganishe wa Kenya wote na stima, na tuunganishe wa Kenya wote pamoja na vijana kwa ajira, na tuhakikishe ya kwamba matibabu imepatikana. Hebu ni wale wanasema tuunganishe Kenya, watu wa Emuru Wadigiri. Bas ngagere ange na lein olen ya macha otko maiko mursijego, lakini magaito watu mmeniambia pia kuna university mnataka tujenge hapa kwenu, si ndio? College moja campus hapa, si ndio? Nimeambia huyu Ngena kwenda hamisha hiyo shule toke hapo, ndio nikuje nijenge campus hapo, ama namna gani? Na ngoma kutayano bas kama Ngena mwenyewe kule ya mission school bi mande school 2 months tunyate kwa gini ni nyo anan mejara kata somo ayenge bas. So tuhakikishe namna hiyo ndio tupeleke Kenya hii songe mbele. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie mambo nimekuja hapa vile vile ni mambo ya title deeds. Mimi najua kumekuwa na shamba hapa inaitwa Olongo Lin. Jana nilipatiana title deeds kwa sababu iko katika mpaka ya watu wa Kilgoris. Leo nimekuja hapa kupatiana title deeds ya watu wa sehemu hii. Tumekuwa na matatizo ya mashamba hapa Narok, lakini mimi nataka niwahakikishie hiyo matatizo yote tutatatua.
hata ile ya Ang'ata ilikuwa na kisirani juzi. Nimeita wazee wa Kalenjin, nimeita wazee wa Masai, tumekubaliana vile kazi hiyo tutatatua, na tunataka amani kuwe pale na kila mtu apate haki yake. Na hata kule Narok tumekubaliana hivyo hivyo. Na hata hapa Oldekesi tunaenda leo, tunataka tuhakikishe wale wanagombana pale, tunaenda pia kunyorosha watu wa Narok West, kwa sababu tunataka kila mwananchi apate hati miliki ya mahali anaishi, ndio hawe na uhakikisho ya kwamba hapo ni kwake, waendelee na kujenga taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwashukuru sana jameni, watu wa Narok. Nyinyi ni watu wangwana na watu wazuri, mnanisaidia kulisha taifa letu la Kenya. Nyinyi ni wakulima wa maana sana. Mnazalisha miwa, mnazalisha chai, mnazalisha mahindi. Nyinyi ni wakulima wa ngano, nyinyi mnasaidia kuzalisha maziwa. Mimi nasema asante sana. Hata wale watu walikuwa wananisumbua Nairobi na kuweka sufuria kwa kichwa wamenyamaza, kwa sababu nyinyi mmerudi shambani, tumewapatia mbolea, sasa chakula mingi imepatikana. Mimi nasema asante sana. Tumekubaliana jameni? Tuendelee na hii kazi ama tusiendelee? Mnasema tuendelee ama tusiendelee? Wale wanasema tuendelee na hiyo kazi nione kwa mkono. Bas, mimi niko hapa na viongozi wenzangu. Kabla sijapatiana title deeds, mimi nikipata title deeds korani. Kaobwa, ojobatini, kokaitwa kina title mamingala. So, niko hapa na governor wetu Ole Patrick Ole Ntutu. Kabla ya Patrick, unajua huyu mungwana? Anaitwa nani? Professor Abraham Kithure Kindiki, Deputy President wa Kenya. Ebu wapi nduru ya Deputy President ya Kenya jameni? Thank you, asante rais. Narok oi! Chamge! Yamne! Ilasno Jesu! Gigureno Arab Kindiki! Abunu Emuru Adikir! Mheshimiwa Rais, nashukuru vile umetuongoza kufika hapa. Rais ametembea hapa tangu jana hapa Narok, na leo ako hapa Emuru Adikir. Na rais haja kuja hapa campaign kwa sababu campaign haijafika. Siku ya campaign itafika. Na rais anajua kupiga campaign. Na hao viongozi kina Ntutu, kina Ngeno wanajua kupiga campaign, na kina Olekina. Leo tumefika hapa maneno ya maendeleo na mambo ya mwananchi, kwa sababu kazi kwanza, siasa baadaye. Si namna hiyo? Kazi kwanza. Rais ametangaza ya kwamba Narok kuna nyumba zaidi ya 15,000 lazima tuongeze stima. Ndio hiyo stima ameanzisha hapa 15,000 households, 2.4 billion. Rais vilevile ameleta title deeds. Rais ako hapa mambo ya barabara, na rais amekuja hapa pia kutupatia report card ya ile kazi serikali ambayo anaongoza imefanya mpaka saa hii. Ile bolea ilikuwa 7,000, leo ni 2,500. Na hiyo mambo yote ambayo imefanyika, ambayo inafanyika sasa na ambayo itafanyika, lazima tuipatie kipaumbele. Hatuwezi kuwa taifa la kupiga campaign kutoka Januari mpaka Disemba, kutoka uchaguzi moja mpaka uchaguzi mwingine. Na mimi naomba tukubaliane ya kwamba sisi tutakuwa kwa kazi, wale watu wanapiga siasa waendelee na mambo yao. Tunakubaliana? Jambo la pili na ya mwisho, vile rais amesema, ili tusukume maendeleo ya Kenya, tusongeshe nchi yetu mbele, ni lazima tuwe na umoja wa kitaifa. Na ndio unaona tuko hapa timu kubwa, tuko hapa na kina Ntutu na kina Soipan waziri na Senator Olekina na Joanna Ngeno. Tuko hapa viongozi wengi kwa sababu tungetaka tusukume mambo ya maendeleo tukiwa pamoja. Na
Na mimi nataka niwaulize, mtushikilie mkono, tuunganishe Kenya ili maendeleo ipatikane haraka. Ya mwisho, wale jamaa nimeona ati wanafanya mikutano ya kupanga ukabila. Hao jamaa waambiwe sio ati hatuko ready, we are ready for them. Siku ya kampeni ikifika, tutawamalizia asubuhi na mapema. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Rais aendelee na kazi, aendelee asiendelee, aendelee asiendelee. Wacha nione kwa mkono wale wanasema endelee. Asante sana, Mungu awabariki.